maisha ya ibada. Hiyo unaweza tu kaandika, alafu huku mbele itakuja kuiweka safi na utaielewa vizuri katika jina la Yesu, mtumishi wa Bwana aliye hai. Naweka maisha ya ibada, ila nataka kuizungumza katika njia hii ya nidhamu ya ibada. Nidhamu ya ibada. Kwa hiyo inapaswa nikizungumza kuhusu urejesho wa heshima ya Mungu duniani, kipengele cha kwanza weka nidhamu ya ibada, alafu nitakwambia kitu hapa. Jina la Bwana litukuzwe sana. Ninapozungumza kuhusu urejesho wa heshima ya Mungu duniani, ninataka nikugusie vitu viwili. Kuna kitu cha kwanza ambacho kimefanya hiyo heshima ya Mungu duniani ipotee. Alafu kitu cha pili ni namna gani ya kurejesha hiyo heshima ya Mungu iliyopotea. Sijui kama umeelewa hapo. Kwa hiyo tuzungumza kwa habari ya nidhamu ya ibada, nadhani utakuwa umeconnect dot hapo, si ndio? Utakuwa umeunganisha kweti hapo. Tunapozungumza kwa habari ya nidhamu ya ibada, tunazungumza upande gani? Wa kujenga ndio kitu kilichoharibu heshima ya Mungu, lakini au ni kitu kinachotengeneza heshima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuja kukuta nidhamu ya ibada kwa mtu wewe unaishi hapa duniani, ambaye mimi na wewe kijana mwenzangu, wewe binti, wewe mama, wewe baba, wewe familia, wewe kanisa, katika jina la Yesu. Ninapoisema nidhamu ya ibada, nataka tukaizungumze nidhamu ya ibada kama miongoni mwa vitu ambacho vimepelekea changamoto katika jina la Yesu. Kuna wakati inawezekana kufika wakati wewe pata umepoteza nidhamu ya ibada, kwa hiyo imepelekea sasa kuleta uharibifu juu ya heshima ya Bwana. Na katika jina la Yesu, ninaposema habari ya urejesho wa heshima ya Mungu duniani, ni pamoja na kurejesha nidhamu ya ibada kwa mteule wa Bwana. Ninaposema urejesho wa heshima ya Mungu duniani, nazungumza kwa habari ya urejesho wa nidhamu ya ibada katika jina la Yesu. Tunaamini ya kwamba katika ibada Mungu wetu huwa tunakutana naye hapo. Katika ibada huwa tunakutana na majibu ya maswali yetu mbele za Bwana. Ndoto yetu tunahitaji kizazi ambacho kimejaa uwezo wa Roho Mtakatifu ili kianze kutengeneza nidhamu ya ibada. Ninapoenda ibadani, nisiende kwa sababu ni Jumapili, nisiende kwa sababu ni mkesha, nisiende kwa sababu ni Jumatano, nisiende kwa sababu ni Ijumaa, lakini niende kwa sababu ya ile nidhamu iliyoko ndani yangu inaoniambia ya kwamba leo you have to go. Katika jina la Yesu, inakupasa kwenda nyumbani mwako, inakupasa kwenda kukaa hapo, inakupasa kukaa mahali hapo. Katika jina la Yesu, naongea na binti mmoja wa mahali hapa, naongea na kijana mmoja wa mahali hapa, ninaongea na mtu mmoja wa mahali hapa, ya kwamba tumepaswa kurejeshewa nidhamu, tumepaswa kurejeshewa nidhamu ili kuondoa kawaida kwenye ibada zetu, ili kuondoa kawaida kwenye ibada zetu. Tunaposema kwa habari ya nidhamu ya ibada, mtoto wa Bwana, tunazungumza kwa habari ya kuwahi ibadani, tunazungumza kwa habari ya kwenda kwa wakati ibadani, tunazungumza kwa habari ya kuwahi maombi, tunazungumza kwa habari ya kuwahi